kitakachokusaidia wewe ni kumjua Mungu aliye hai. Hicho ndicho kitakachokusaidia, maana kwa kumjua Yesu Kristo atakuonyesha mipaka yake, atakuonyesha mazingira yake, atakuonyesha namna ambavyo natakiwa utembee, kwamba mwanangu, mimi nina mipaka. Yesu ana mipaka. Yaani sisi tuliookoka tuna mipaka, hatuendagi ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuendagi ovyo ovyo. Sisi sio kiguu na njia, hapana, tuna mipaka. Yesu alishatuwekea mipaka. Anasema ukiwa kwangu ulevi hapana, ukiwa kwangu uzinzi hapana, ukiwa kwangu ukahaba hapana, ukiwa kwangu matukano hapana, ukiwa kwangu ufitinishaji hapana, ukiwa kwangu usengenyaji hapana. Ametuzingira kwa mipaka. Maana yake ukitaka uwe kwenye hostile kingdom ya Yesu, ni lazima ukubali kuwa ndani ya mipaka. Kama hutaki kuwa ndani ya mipaka ya Yesu, Biblia inasema bora uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeangalia maana ya utakaso, kwamba alitutakasa kwa damu ya Yesu. Tutakasike, tuwe watu ambao hatuna mawaa, tupate kibali kwa Mungu, ili hata tunapoifikiria toba Yesu atukubali. Unajua toba ni mlango. Mtu wa Mungu anapobisha toba kwa Mungu, toba huwa inakubali kulegeza vifungo. Inalegezaga vifungo vya umasikini, inalegeza vifungo vya uganga, inalegeza vifungo vya magonjwa. Toba hiyo, hata mahala ulipo lazima uanze kuifikiria toba, kwamba kifungo nilicho nacho, inawezekana nimekosa toba, inawezekana nimepungua katika toba, inawezekana nimepungua katika utakaso. Ndio maana vifungo hivi vimenielemea, kwa sababu ndani yangu toba imepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Waebrania. Tuangalie toba. Waebrania 4, sura ya 4, mstari wa 14 na 15. Kitabu ni cha Waebrania 4, 14 na 15. Tunaangalia maana ya toba. Tulikuwa tunaangalia utakaso. Kitabu ni cha Waebrania 4, mstari wa 14. Biblia inasema, ndio, basi iwapo tunaye kuhani mkuu, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. 15. Ndio, kwa kuwa hamna kuhani mkuu, asiyeweza kuchukua na tarudia mzee. Ndio, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza, ndio, kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Ndio, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi, ndio, katika mambo yote, ndio, bila kufanya dhambi. Ndio, basi, ndio, na tukikaribie kiti cha neema, kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema, ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema tumempata kuhani mkuu aliyeishinda dhambi, akashinda na kifo, akaenda akaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kuhani anayeweza kuchukuliana nasi udhaifu tulio nao. Yaani udhaifu ulio nao, mtu pekee anayeweza kuuchukulia ni nani? Ni Yesu peke yake. Hakuna mwingine. Peke yake Yesu ndiye anayeweza kukuchukulia udhaifu ulio nao. Kwa hiyo anasema kwa kuwa tumempata, anasema tukisogelea sana kiti cha rehema kwa bidii sana, ili atupe neema ya kusogea na kusikilizwa mahitaji yetu pale tunapomhitaji. Tuwe na bidii ya kutubu, uwe na bidii ya kutubu. Unapokuwa na bidii ya kutubu, malango huwa yanafunguka. Hata kama kulikuwa
kulikuwa na lango la kiza huwa linafunguka, hata kama kulikuwa na lango la chuma huwa linafunguka. Toba huwa inalainisha vitu, inafungua vitu. Toba huwa iko karibu na kiti cha enzi cha Mungu, huwa inakikaribia kile kiti cha enzi, inabisha, inasema Bwana nimekuja, ninayo mapungufu kwangu Bwana, nitazame na kuniangalia. Mungu anapoona maombi yale anasema inawezekana mwanangu amelemewa, kwa kuwa niliandika wote walemewao na mizigo mimi ndiye mwenye kuwatua. Anasema nafungua milango ili nimuone anayebisha, ili niweze kutua mizigo alionayo, ili niweze kutua tabu alizonazo, ili niweze kutua mashaka alionayo. Maana inawezekana mtu yeye anaishi kwa mashaka, anaishi maisha yasiyoeleweka. Hebu ngoja nifungue mlango nione anayebisha ni nani, ili niweze kumfungulia, nipokee mahitaji alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, tusichoke kwenda kwenye kiti cha rehema kwa toba. Toba ni mlango ulioshinda vyote. Ukiona unaomba upati majibu, ukiona unaendelea upati majibu, mambo ni magumu, rudi kwenye toba. Haijalishi umetakasika kiasi gani, haijalishi hujatenda dhambi. Sisi ni wanadamu. Biblia inasema kwamba maombi yetu hayako bora hata tumpendeze Mungu, ila Roho Mtakatifu ndiye anayetubebea udhaifu wetu. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna mapungufu, rudi kwenye kiti cha toba. Kiti cha rehema ndio kishikilie, ndicho kinachoweza kubadili mwelekeo wako, ndicho kinachoweza kubadili kiangani. Ikiwa chawa umeelekeza huku, kiti cha rehema kinaweza kubadili kikaelekeza huku. Ikiwa chawa umesema hutavuka, kiti cha rehema huwa kinabadili, kinasema utaishi. Ikiwa chawa umesema hutapita, kiti cha rehema kinasema utapita. Ikiwa anasema mwaka ungoja tutaona, kiti cha rehema kinasema utapita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Kuzimu inatutegea mambo mengi sana. Laiti Mungu angekufunulia kalenda iliyoko mbele yako na kuzimu, ungechanganyikiwa. Lakini unajua kwa nini tunapita? Kwa sababu ya kiti cha nini? Cha rehema. Ndicho kinachotusogeza. Tunapoona mambo yamekuwa magumu, tunarudi nyuma. Tunarudi kujipanga kwenye kiti cha rehema. Tunasema Mungu, tumekuja pamoja na udhaifu tulionao, tumekuja pamoja na tabu tulizo nazo, tumekuja pamoja na shida tulizo nazo. Mungu, tunaomba utusaidie, utubebe. Kiti cha rehema kinajibu maombi yetu, kinachukua maombi yetu, kinatufinyanga upya. Biblia inasema Mungu ana kawaida ya kutufinyanga upya tena, anaturudisha ili tuwe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Soma ile Zekaria. Shetani alienda kumshtaki Yoshua, ameenda na kielele chake. Alipofika kwa Mungu, Mungu akasema, Yoshua ni mwanangu, ninaamuru malaika wamvue hizo nguo alizonazo, mfike nguo nyingine. Imeisha. Hebu fikiria, huwa nawauliza watu, ukiwa na kesi na shetani unapeleka kesi yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mbona ujibu? Maanake ujui kwa kupeleka kesi yako. Ikiwa una kesi na shetani, kesi zako wanazipeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu fikiria, umeingia kwalo na Mungu, kesi yako unaipeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ulishawahi fikiria namna unapomkosea Mungu, hiyo kesi ulionayo unapeleka kwa nani? Lazima uelewe, mtumishi wa Mungu, usikae kiolela, utakufa mapema. Lazima uelewe kwamba Mungu hana mbadala. Shetani akinipa kichomi, ninamwambia Mungu, nimekuja. Adui yangu amenipa kichomi, anasema mwanangu pumzika. Lakini Mungu akikupa kichomi, utatembea hospitali na hospitali upati dawa. Utatembea kwa manabii upati dawa. Utatembea kwa uza mafuta upati dawa.
dawa, unatembea kwa wakuu wa giza, upati dawa. Maana aliyeshika ni mfalme wa wafalme, yeye ambaye hatenganishwi na kitu chochote. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho, yeye anavishika vyote, ameviambatanisha vyote, viko kwenye kiganja chake. Kwa hiyo ni lazima uelewe, unapomkosea Mungu, cha kwenda ili rehema zako zirudi ni kwenye kiti cha rehema, ndicho unachokimbilia, kwamba Bwana sina msaada, adui alinidanganya weza kanipa msaada, nimeona weza kanipa msaada. Unakirudia kiti cha rehema, kiti cha toba, ndicho unakirudia, unasema Baba nimekosa, Mungu wangu nimekosa, nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lazima ujitambue, ukue, akili yako ikue ya kiroho, ufahamu wa kiroho ukue. Shetani anawapiga watu kwa sababu ya kudumaa kiroho. Watu wengi wamedumaa kiroho, wako pale pale. Shetani anawachezesha nyuma, geuka, kulia geuka, kushoto geuka, hawana pa kwenda. Wakati Biblia inasema Yesu alikiweka kiti cha rehema kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya shida, kwa ajili ya matatizo. Lakini wanadamu hawajui, wanapopatwa na shida wanaishia kulia, wanaishia kulia, wanaishia kulia. Lakini Mungu hataki ulie, Mungu hataki ulie. Mungu anataka ukisogelee kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yani mtu aliyepata toba huwa na mabadiliko. Kama alikuwa msengenyaji, usengenyaji huwa unaisha. Kama alikuwa mzinzi, uzinzi huwa unaisha. Kama alikuwa jambazi, ujambazi huwa unaisha. Yani kiti cha rehema, kiti cha kutubu, kiti cha toba huwa kinabadilisha maisha. Ndio maana ukisoma ile Wakorintho wa pili ile 5:17 anasema kwamba na mtu akishakuwa ndani ya nani? Ya Kristo, ya kale yamefanyaje? Yamepita, sasa amekuwa kiumbe kipya, amekuwa mpya ndani ya yani ya Yesu Kristo aliye hai. Maana kiti cha rehema kina utaratibu wa kubadilisha maisha. Ndio maana mtu anaweza akaokoka amechoka. Hujaona mtu anaokoka amechoka, yana amechoka, hata ukimwona unasema huyu amechoka. Dunia imempiga, magonjwa yamempiga, uganga umempiga, amemaliza kila kitu. Acha sasa unywaji pombe ndio umempiga. Ni mtu wa miaka 40 lakini ukimwangalia ni sawa na mtu wa miaka 70, kwa sababu dunia imempiga. Lakini anaposogea kwenye kiti cha rehema, atashika toba halisi, anaanza kubadilika. Mungu anaanza kutoa kila kitu ambacho kiko kwenye mwili wake, anaanza kumbadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kama ulimuona miaka 3 nyuma, unapokuja kumuona miaka 5 nyuma, ndani ya miaka 5 mbele ndani ya Yesu, huwezi kumtambua. Alisharudi ujana. Kama alikuwa anavaa masakula anayaacha na tupoko, anaanza kuvaa suti. Kama alikuwa anavaa vitu visivyoeleweka na vitupa. Kama alikuwa na vitu vya ajabu ndani na vitupa. Anabaki kuwa mtu safi, anabaki kuwa mtu bora. Kama alikuwa asikilizi kwenye familia, yani kuna watu wako kwenye familia, yeye ni cha mwisho kila kitu. Vikao vya familia vinapoketi, yani yeye hata hoja yake haiwezi kusikilizwa kwa sababu ya jinsi alivyo. Watakupa hoja wape nini? Utawasaidia nini? Kwa hiyo hata kama ulikuwa cha mwisho, kwa sababu waliona wewe hauna kitu cha kuambia, unapoingia kwa Yesu wanaona tayari umeshapata kitu cha kuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya Mungu inaingia ndani yako. Kabla hawajaanza chochote wanasema, baba fulani unasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiti cha rehema huwa kinatengeneza, kinafanya matengenezo, kinarekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kinarekebisha. Huko ndio karakana ya Mungu. Yani kiti cha rehema ndio karakana ya Mungu, inayoweza kurekebisha kila design na set ya vitu. Inayoweza kupangilia majambazi wakakaa kwenye msitari, inaweza kupangilia wachawi wakakaa kwenye msitari, inaweza kupangilia kila tabia ikakaa kwenye mstari. Makahaba wa kina Rahabu walikaa kwenye msitari.